Bwana Yesu asifiwe. Hebu nione kwa mikono. Bwana Yesu asifiwe. Basi tafadhali mnaweza keti chini. Thank you very much. You may take your seats. Kwa sababu sherehe hii ni ya rasmi, utanikubalia nisome taarifa yangu kwa lugha ya Kiswahili ama Kiingereza, alafu nitasema mambo machache baadaye. We assemble here in the sweeping heartlands of Kajiado County to celebrate culture, exalt heritage, and restore justice. We also gather to pay tribute to the Ma people, a people whose identity is inseparable from land, the wildlife, and the rhythm of culture. More than a century ago, this land, then known as the Southern Maasai Reserve, was yours, a sanctuary where your ancestors roamed freely, living in harmony with elephants, the lions, the antelopes, and all the animals in the wild. They were custodians of a landscape so magnificent, so rich in wonder, that it continues to inspire all today, just as it did then. In 1974, the Amboseli was gazetted as a national park, and later in 1991, it was recognized as a UNESCO Man and Biosphere Reserve. Though the intention behind this recognition was noble and well-meaning, born out of a desire to strengthen conservation, the outcome carried painful consequences, leaving wounds, rifts, and disruption that even the passage of time could not heal. The Ma community lost management and benefits, and for decades, you carried that pain with dignity, patience, and faith that one day, justice would prevail. Among those who stood at the forefront of that long and difficult struggle were three gallant sons of this land: Francis Olelegis, Lenku Olempa, and Lesinko Olengaitole. Though they are no longer with us, their courage, conviction, and unyielding commitment to the cause of justice for Amboseli will forever be remembered. Today, we honor them posthumously for their selfless fight to defend the rights of their people and to protect the heritage of this park. In 2005, President Mwai Kibaki, our third president, made an audacious and sincere effort to return the Amboseli to the community under the then old Kajiado County Council. Yet, despite his determination, the process proved too complex and too difficult to bring to completion. 2 years later, in August 2023, during the Ma Cultural
cultural festival in Narok. You came to me with your petition, asking that the Ma people be recognized once again as the rightful stewards of the Amboseli. I recall making a commitment to you that I would do everything within my power to ensure that justice would no longer be delayed. We subsequently established an advisory committee, engaged both levels of government, and listened to conservation experts. We listened to lawyers and community members. I also remember that when we began this journey, I was warned that it would not be easy, that there would be legal hurdles, institutional complexities, and competing interests to navigate. But with wisdom, consultation, and respect for the rule of law, we found a way. Today, I stand here to fulfill that promise. And therefore, ladies and gentlemen, as part of preserving the splendor of our heritage, advancing our national aspiration for shared prosperity, and in exercise of the authority vested in the handsome state of Kenya, today I have directed that the management of Amboseli National Park is now vested in the county government of Kajiado. Fellow citizens, this transfer represents what Kenya must always stand for: justice, inclusion, and shared prosperity. It affirms a fundamental truth that the people who live closest to wildlife are not the enemies of conservation. They are its first defenders. This is what devolution means: power, responsibility, and opportunity in the hands of the people. To the Ma community, your elders, the citizens of this county, have already demonstrated commitment by setting aside over 1 million acres for wildlife corridors and dispersal areas. That fact alone tells the world that the Maasai are not asking for charity. You are asking for partnership. I am fully aware that there are voices in the conservation community, both at home and abroad, who will carry doubts about this decision. To them, I say this: nothing has been lost today. In fact, everything has been gained. This is not a weakening of conservation. It is a renewal, because conservation that is led by the people lasts longer, works better, and heals deeper. Let me also assure every stakeholder that the government is fully committed to protecting our wildlife and fulfilling all, and I mean all, international obligations. The Kenya Wildlife Service and the Kenya Wildlife Research and Training Institute will continue to provide services, ecological monitoring, and technical oversight as they have done in the past and as they do in all protected areas. The Ministry of Tourism and Wildlife will continue to provide policy guidance and technical support to the county government of Kajiado, to the leaders of Kajiado County, and to the Ma community. The new semi-autonomous government agency that will manage Amboseli is not a political outfit.
It is a professional institution for the people, and it must remain so. Let us also not allow politics, division, or greed to taint this victory. This agency must operate with transparency, professionalism, and integrity for the good of conservation and for the good of the Ma community. As president, I will take personal responsibility to ensure that the national government provides support and oversight to Kajiado County government. May the Ma people show the world that what history has always known, that they are the true, faithful, and steadfast guardians of Amboseli. May this community project, may this community protect this land with the same devotion with which it honors its heritage. And may Amboseli rise stronger and prouder, its destiny renewed, and its future secured. Let this moment mark not only the return of stewardship, but also the triumph of justice, the power of community, and the promise of conservation founded on community ownership. I thank you very much. Ndugu wananchi, niliona ni vizuri nisome hii taarifa kwa sababu sherehe ya leo ni sherehe ya kihistoria. Today we are making history. Kwa sababu we are not only sorting out a quarrel among individuals. We are not only sorting out what became a community concern, but we are also sorting out what became a conservation challenge here in Amboseli. When the community here felt that they were being left behind, that they were being ignored, that they were not part of the action, there was a challenge to Amboseli, because many of the ranches around here began to be subdivided because they did not get the benefits from Amboseli National Park. Today, we reverse that challenge and that problem. Na ndio mimi nataka nisimame mbele yenu niseme vile muliniuliza miaka miwili iliyopita kwamba mungependa ile makosa ilifanyika miaka 51 iliyopita. Munataka serikali ya Kenya irekebishe na isahihishe na irejeshe hii National Park kwa wenyewe, kwa community ya Kajiado na community ya Ma. Mimi nafurahi ya kwamba nyinyi ni watu wa imani, nyinyi ni wavumilivu. Kama ingekuwa watu wengine, baada ya mwezi moja ama mwaka mmoja ama mwaka moja na nusu, wangesema Ruto ametudanganya. Lakini nyinyi ni wavumilivu, nyinyi ni watu wa imani, nyinyi ni watu mnaoamini Mungu. Mumengojea miaka miwili, sio mbali. Kama mlingojea miaka 51, miaka miwili haingewashinda kungoja. Lakini Waswahili wanasema hayawi huwa. Leo imekuwa haijakuwa. Leo imekuwa haijakuwa. Si leo imekuwa. Ile makosa kidogo ilitokea. Ugomvi ya viongozi miaka 51 iliyopita. Tofauti za watu
ambayo ilisababisha hii National Park ikapelekwa kwenye usimamizi wa serikali kuu. Leo hiyo ugomvi tumetatua. Leo hiyo shida tumekamilisha. Serikali ya Kenya tukifuata sheria, na mimi nataka niwaambie asanteni sana kwa kuvumilia, kwa sababu ilikuwa ni lazima tufuate sheria, tufuate taratibu, tuhakikishe ya kwamba tumefanya public participation. Tumepeleka haya mambo kwenye baraza la mawaziri, tumetengeneza kamati ya county government na national government, tumechapisha katika jarida rasmi la serikali yale mambo yote ambayo yalikuwa yanahitajika, na leo nimekuja hapa Amboseli kuweka sahihi ile declaration ya mwisho, na leo jameni Amboseli imerudia wenyewe watu wa Maa community. And I want to say I am very proud of this moment. I am proud of this moment because I am sure the Maa community are the greatest conservationists. I have no doubt in my mind that Amboseli will be better than what it has been. I have no doubt in my mind that this community is going to look after the wildlife, is going to look after their livestock, and is going to be a blend for prosperity, for the future of not just this community, but the people of Kenya, because we will get more money out of this conservation area when it is managed better. Why do I say so? Mimi nasema ya kwamba sina taswishi yeyote kwamba jambo tumefanya hapa leo ni jambo sahihi. This is the correct thing to do. Kwa sababu mimi najua na Wamasai wamedhihirisha wazi kila sehemu mahali kuna wanyama wa pori, wameishi pamoja na jamii ya Wamasai na mifugo zao. Hatujapata community ingine ambayo wanajua taratibu na uwezo wa kuishi sambamba pamoja na wanyama wa pori. Nyinyi Wamasai, mimi nawapatia heko na washukuru kwa sababu mumetusaidia katika mambo yetu ya utalii. Hakuna conservation ingewezekana Kenya bila jamii ya Wamasai, na mimi nasema pongezi sana. And that is why it is right, that is why it is correct, that is why it is just for us to bring back this conservation area called the Amboseli to the people who know conservation more, to the people whose culture protects wildlife by nature. Nimeambiwa hapa, jamii ya hapa inaelewa ya kwamba hata mahali ya kunywa maji wanajua ndovu wanatangulia, alafu nyati anafuata, alafu ng'ombe anafuata, alafu zile wanyama ndogo ndogo zile deers na nini watakuja baadaye, lakini kila mnyama atapata maji. And therefore we can never be wrong by doing what we are doing here. We have seen what the Maasai community have done is Masai Mara. Today, we have more wildlife outside the park than inside the park. I am confident that here too, in Amboseli, because now we have agreed with the county government of Kajiado, and I want to thank my brother Joseph Onelengo, the governor of this great county, and all the leaders who have stood firm, and they have given me their word and undertaking, and I have no doubt in my mind that they are going to keep their word. Mumesema ya kwamba conservation area hii mutaongezea ekari 1,000,000 ndio wanyama wapate ile inaitwa dispersal area.
Na mimi nataka niwaeleze, nimepatiwa asubuhi ya leo the Spatial Area Plan ile imeidhinishwa na Kajiado County Assembly. Inaitwa nini mheshimiwa? County Spatial Plan. Mr. Speaker, Justice, wewe uko hapo. Na mimi nataka MCS wote wasimame wa Kajiado jameni. Hawa wabunge wa Kajiado County Council wameshapitisha kwa bunge la county la Kajiado Spatial Plan ambayo mimi nimekabidhiwa leo ya vile mtatumia sehemu hii yenu. Na mimi I want to give you my undertaking that I will support you. We will mobilize all the resources to make sure that we enforce and we protect that spatial plan for the benefit of the people of Kajiado and the benefit of conservation in Kenya. Kwa sababu tulikubaliana ya kwamba zile conservancies ambazo mko nazo hapa tusisigawanye kwa vipande. Tukizigawanya vipande itapotea, itaharibika na hamtapata faida kutoka hapa Amboseli. Kwa sababu sasa hii Embusel, naambiwa inaitwa Embusel. Kwa sababu sasa hii Embusel iko katika mikono yenu. Tunaelewana? Mimi nataka jamii ya Wamasai hapa Kajiado munihakikishie ya kwamba mtalinda hii conservation area na hamtaniaibisha kwamba tuliwapatia na ikaharibika. Mtachunga Wamasai? Hebu nione wana anasema tutachunga hii Amboseli. Hebu nione wana anasema tutachunga hii Amboseli. Sawa sawa? Mimi nataka kujua huyu Lenku na viongozi wa hapa wameniambia ya kwamba nyinyi jamii ya Kajiado pia mmekubali ya kwamba ekari 1,000,000 ikizunguka hii Amboseli pia mtaifanya iwe part of the conservation area ama dispersal area. Hamtagawanya vipande ili muweze kupata ile pesa inatoka hapa pia iwasaidie katika jamii zenu. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Hebu nione wanasema ni sawa hivyo. Nione ni sawa hivyo. Basi ile jambo tumefanya hapa leo ni jambo la kihistoria. And it is not the only thing we are doing as Kenya to correct history and to correct injustices that may have been committed either knowingly or unknowingly. My first act when I became president of Kenya, watu wa Mombasa waliniambia ya kwamba wanadhulumiwa kwa sababu port ya Mombasa operations ilikuwa imeletwa Nairobi, na wakaniambia ya kwamba watu wa Mombasa watahangaika, wataumia, watadhulumiwa tusiporudisha port operation iende Mombasa. Jambo langu la kwanza, in my first day in office, I corrected that injustice and took back port operations to the port of Mombasa. Jambo la pili, nikaambiwa na watu wa Northern Kenya ya kwamba miaka nyingi wamedhulumiwa, wanakaa kama sio wa Kenya kamili, kupata kitambulisho ni shida, kupata mahali ya kupiga kura ni shida. Na wakaniuliza ya kwamba ile mambo ya vetting ambayo ilikuwa inawadhulumu na kuwagandamiza Wakenya wenzetu wanaoishi katika mipaka ya Kenya, wakaniambia niondoe. I am very proud that hiyo changamoto na that injustice we have corrected, and every Kenyan today have equal access to identification documents, to birth certificate documents, to citizenship documents, to travel documents, and we must live together as one indivisible, united country called Kenya. Pia na nyinyi, ndugu zangu watu wa Maa community, mulinipatia mitihani miwili. Muliniambia ya kwanza, munataka Mau
ishughulikiwe na ipangwe vizuri, na tuhakikishe ya kwamba hakuna watu wanaoishi ndani ya Mau. Kila mtu atoke ndani ya Mau, na hiyo Mau tuweke ua ama fence. Mimi nataka nitangaze, mwaka uliopita tulienda tukatengeneza title deed ya Mau na tumeweka pesa. Wale watu wote walikuwa wanaishi ndani ya Mau wameshatoka, na sasa tunaweka fence kuhakikisha kwamba Mau inalindwa. Na juzi wiki 3 zilizopita nilienda Mau tena upande ule wa Nakuru, na vile vile tumeanza kupanda miti, na tumesema wale wote walikuwa ndani watoke, na tunaweka pia ua kutoka Mau upande ule wa Nakuru. Pia ninyi muliniambia ya kwamba mnataka pia tusahihishe makosa iliyotokea katika shamba la Kedong.